Shalom, shalom. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Pia ninakukaribisha katika kipindi kizuri ambacho tumekipa jina Never Again. Lakini ni katika dakika 10 za Apostle Baraka. Basi popote unapofuatilia, uwe nchi za nje, uwe Tanzania, uwe katika viunga vya Tanzania, karibu sana. Lipo jambo ambalo Mungu ameliandaa. Lakini kichwa cha habari cha ujumbe wa leo kinasema unaona nini mbele yako? Unaona nini mbele yako? Watu wengi wamepoteza mtazamo, wamepoteza matumaini ndani ya maisha yao kwa sababu ya mambo wa kadha. Kuna mtu alikuwa na ndoto ya kuwa mtu mkubwa sana, lakini leo anaogota makopo. Na ukimuuliza why, kwa nini umefikia hapa, anasema we acha tu, ana majibu. Lakini kitu ambacho ninataka kuzungumza, ninakutia moyo katika hali ya kubadilisha mtazamo, kwa sababu watu wengi wamekuwa ni watu wa vilio. Mimi ni wa hivi tu kwenye magonjwa, mimi kupona sidhani kama nitapona. Kwenye uchumi, mimi sidhani kama uchumi nitapata. Kuhusu ndoa, kuhusu ndoa sidhani kama nitaolewa. Kwenye kuoa, mimi sidhani kama nitaoa. Lakini mwanzoni huyu mtu alikuwa na matumaini makubwa. Mwanzoni alikuwa anasema nitaoa, tena nitaoa mwanamke mzuri. Lakini huyu binti mwanzoni alikuwa anasema mimi kuolewa ni lazima, taolewa tu. Kwa hiyo why? Ni kwa sababu ya mitazamo mbalimbali. Ndio maana niko mahali hapa kama mtumishi wa Mungu katika dakika 10 za Apostle Baraka kukuambia kwamba badilisha mtazamo. Biblia inasema kwenye kitabu cha Methali 23 mstari wa 7, kwa maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Nitaishia hapo. Nafsini mwako unaona nini rafiki yangu? Nafsini mwako unaona kushindwa au kushinda? Sikiliza, kama unaona kushindwa hakutatokea ushindi. Hicho kitu nikwambie. Na kama unaona kushinda, hata yaje mapito kiasi gani, hata watu wainuke Tanzania nzima kwa kupiga mawe, hata watu waandae mazingira, kama kuna namna umeshaona kushinda, yupo Mungu atakayefanya njia. Hata pasipokuwa na njia, utatoka mahali hapo kwenda sehemu nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Niko mahali hapa kwa kutia moyo wewe na kuitia nafsi yangu moyo kwamba yupo Mungu ambaye ana majibu. Ninachokuomba tu siku ya leo, badilisha mtazamo. Usianze kuona vitu vya kufa. Usianze kuona kushindwa, anza kuona kushinda. Anza kujitabiria mambo makubwa. Anza kuona kwamba wewe sio wa kawaida. Anza kuomba vitu hata kama haviwezekani. Mungu ile siku ya 6 alipopumzika akasema na tumfanye mwanadamu. Alitumia kinywa na tumfanye. Sikiliza, alipoanza kuumba alikuwa anatamka Mungu na iwe usiku na iwe mchana. Alitumia kinywa. Kinywa chako usikitumie vibaya. Hata kama kuna watu wamekuinukia katika hicho kitu, sikiliza, usipoteze ile picha ulioibeba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakutia moyo kwa sababu Biblia inasema kwa maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Kwa hiyo unaona nini? Kwa hiyo kama unaona kushindwa, hata aje TB Joshua, hata watumishi wa Mungu kutoka China waje serikali yetu ya Tanzania iombe nafasi ya watumishi kutoka Marekani waje hapo wakuwekee mikono. Sikiliza, utatoka tu upala. Utawekewa mikono sana, kwa sababu ndani yako ulishabeba kushindwa. Kama ni binti, mimi sidhani kama nitaolewa. Mimi sidhani. Kama ni mwanaume, anasema mimi sidhani kama nitaoa. Ulikuwa unafanya biashara, ghafla sawa, ukashanga ghafla imeanguka, ukasema sidhani kama nitainuka tena. Niko mahali hapa kukwambia unaona nini mbele yako? Watu wengi wamepoteza mambo mengi kwa sababu ya kushirikisha vitu. Nikupe pointi muhimu. Mlango
wa kusikia leo adui anautumia sana. Biblia inasema kwenye kitabu cha Warumi 10:17, basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Sasa marafiki zako walipokuja, sawa, uliamua kuwashirikisha jambo fulani. Besti yangu, ninataka kuolewa. Huyo unemshirikisha hajaolewa, hata kubali udumu kwenye ndoa yake, kwa sababu watu wengi wanatamani tufanane. Akisha tusikia hivyo, unashangaa roho ya shetani ya wivu ndani yake inaanza kumsongonya, inaanza yani kumkereketa. Unashangaa, nikwambie, ule mkaka unataka kumuoa, anataka kukuoa, unajua yule ni mme wa mtu, kumbe vitu ambavyo sio. Kumbe lengo anataka tukukutoa kwenye hiyo picha uliokuwa umeibeba. Unajua yule dada alikuwa na mahusiano na fulani, ule dada ni tapeli. Lengo si tapeli, lengo ni kukutoa kwenye kile kitu ambacho wewe unakiona kitatokea, lakini shetani anatumia huo mlango kuja kukupoteza. Nikushauri kitu siku ya leo, vitu vyako mshirikishe Mungu. Usimwamini mwanadamu yoyote. Sikiliza, tulipofikia hatumjui nani mbaya, hatumjui nani mzuri. Maana kuna watu tuliwaona ni wazuri, my friend, ukikaa nao ukiona namna wanavyotembea utakimbia. Tuliwaamini na tukajua wao ni watu wazuri, na tukachukua vitu vyetu tukawapeleka, na walipoanza kuona mambo yetu, hao wakageuka kwa maadui. Lakini hakuna jambo jipya hapa chini ya jua. Yusufu mwenyewe alipowashirikisha ndugu zake kwa habari kwamba ameota ndoto ya kuwa mfalme, ndugu zake wakaanza kuandaa plani ya kumuuza Yusufu, ya kumuua, ya kumwangamiza. Hello. Unaona nini mbele yako? Na ndio maana niko mahali hapa kukuambia, badilisha mtazamo, anza kujitabiria mambo makubwa. Hata kama kuna watu wanakuona wewe ni mdhaifu, jione mwenye nguvu. Hata kama katika huduma yako wanakuambia hauwezi, yani leo kumekuwepo matabaka ya watu wanaojiona wao ndio bora kuliko wengine. No, Mungu atuchukuli kwa picha hiyo. Mungu anatuona, sikiliza, katika namna nzuri sana, tofauti na wanadamu tunavyowekeana. Leo mahubiri yamekuwa ni kama vile mashindano. Yesu sikiliza, Mungu hatutazami kwa mtazamo hivi. Ninachokuomba, pointi yangu muhimu, hayo yote achana nayo. Usipoteze picha ulioibeba, rafiki yangu. Usipoteze picha ambayo umetembea nayo miaka 10. Wewe ulikuwa una ndoto ya kuwa mfanyabiashara mkubwa, ulikuwa una ndoto ya kuwa mtu mkubwa. Ametokea mtu kajumbe ka shetani kamekuja kupitia ule mlango wa kusikia, akakwambia hiyo biashara John alifanya hapo akashindwa. Baada ya hapo, mara ghafla ndoto yako ikazima. Usikubali kupokea vitu vilivyokufa. Anza kujiona, sikiliza, wewe ni mtu wa uhai. Anza kujitabiria mambo makubwa. Anza kuona vitu vikubwa vikitokea kwenye maisha yako. Badilisha mtazamo kwa namna hiyo, utakuwa mtu mkuu sana. Mungu akubariki sana. Wewe ni wa thamani sana. Wewe sio mtu wa kawaida kwa namna ambavyo unajiona. Hapo ulipoanguka, simama tena. Usipoteze picha ulioibeba. Shalom, shalom. Mungu akubariki sana. Amen.